Hapana, isitumike njia hii tu ambayo inakuwa inaleta sintofahamu, hata kama ni kwa dakika 2 ama dakika 3 ama kwa dakika 3. Naita wito huu kwa sauti ya Mungu, naita wito huu kwa neno la Mungu, naita wito huu kwa jina la Mungu, naita wito huu katika jina la Yesu Mwokozi wa milele. Nataka nikujulishe, hakuna anayeona maana ya kuongea kwa ukali. Hakuna mtu anayeona ni raha kuongea kwa ukali. Mara nyingi baada ya wale ambao pengine kwa namna moja wanaweza wakaona mapungufu na makosa yao, wakigundua kwamba huyu mtu ameongea kwa ukali kwa sababu maumivu yake yalikuwa juu sana, wakija wakasema hebu tuzungumze, shida ni nini? Kwa nini tusiwekane sawa kwenye eneo hili? Mara nyingi huwezi ukamwona mtu huyo akiongea tena kwa ukali. Natoa wito. Mpaka sasa ninaongea klipu hii na maneno haya, sijajua kijana wangu kachukuliwa kwamba anakosa gani. Waliokuwa karibu hawajapata hiyo taarifa. Sijachukuliwa kwamba anakosa ama kuna mazungumzo mengine yoyote ya kawaida. Nisemacho ni kwamba vyovyote ilivyo, kama kiitwacho kosa kinatokana na pengine ambayo imeonekana ni kama ameyasema, naomba sana tuzungumze. Mimi ni sauti ya Mungu, mimi ni mtu wa Mungu. Haijalishi dunia inanijuaje, imenipokeaje, imenifanyaje, mimi ni mtu wa Mungu. Njoni tuzungumze, tuone nini kifanyike. Lakini njia pekee ya kutumika isiwe tu ile inayoleta utata juu ya ubinadamu wa binadamu, isiwe tu ile inayoleta utata. Njoni tuzungumze wanadamu, njoni tuzungumze, njoni tusiwe hawa. Hapana, isitumike njia hii tu ambayo inakuwa inaleta sintofahamu, hata kama ni kwa dakika 2 ama dakika 3 ama kwa dakika 3. Naita wito huu kwa sauti ya Mungu, naita wito huu kwa neno la Mungu, naita wito huu kwa jina la Mungu, naita wito huu katika jina la Yesu Mwokozi wa milele. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Nasikitika.